na simu yako inaita. Pokea. Pisha. Sielewi mtu nini? Nani sasa? Sijui dada. Mimi nilikuwa nimetoka kwenye safari zangu. Kuna kaka akawa ananifuatilia. Ananifuatilia. Sasa mimi nikajua labda nikibaka tu anataka labda kwenye simu yangu. Lakini mama ananifuata. Huwezi amini. Titini? Anagonga. Wewe. Sio wanaume zako hao. Mimi siwezi nikakuficha kitu. Sasa tunafanyaje na tuko peke yetu ndani? Tunafanyaje? Sijui. Mimi naisi hata ni mtu katumwa nje. Mimi sina hata simu. Ningekuwa na simu ningempigia mtu aje tusaidie. Wewe una mtu kumpigia aje tusaidie? Sasa tunafanya. Nisaidie maana huyu anashindwa hata kuruka hapo akatufuata huko ndani. Hello baby. Upo wapi? Baby, fanya kitu kimoja. Naomba uje hapa nyumbani sasa hivi. Kuna matatizo. Ndio, wewe njoo, kuna mtu anataka kutuvamia, yupo hapo getini. Ndio baby, njoo sasa hivi. Yeah, sasa hivi. Sawa. Amsemaje? Wapi? Unasema? Sawa, tunakuja.
Mnakuja bila taarifa? Tangu lini tukaja na taarifa? Haya, tuachane na haya. Na imani ujio wenu unakuwa na maneno mazuri sana kwangu. Sio maneno tu. Tumekuja na habari njema. Gondwe, naweza kumweleza sister? Sister, nadhani unawafahamu vizuri wale mabinti wawili wa marehemu Mzee Makwei. Bila shaka. Vicky na Mary. Vicky. Vicky, ukafanya nini? Iko hivi sister. Vicky na Mary, mmoja kati yao ndo anayetembea na bwana wako. Hakuna mwingine tofauti ya Vicky. Yaani wewe mtoto usijua na matatizo. Jamani, mimi Vicky. Okay, tufanyeje? Tumuue au? Hapana. Yaani kwa kazi mlivyoifanya vizuri, mmenifurahisha. Paka hapo niacheni mimi. Kama nikishindwa, nitawapigia simu. Sister, chelewa utakuta mwana sio wako. Na ukitaka kujua ya ladha sigara, lazima upige pafu. Gondwe, tondoke. Dada, mimi sio mwizi na wala sikuwa na nia ya kuiba vitu vyenu. Mimi hapa mjini ni mgeni ambaye nilikuja kutafuta maisha tu, lakini siku ambayo nilifika hapa mjini ndio siku ambayo mimi niliibiwa simu yangu nikiwa stendi. Kuanzia hapo nilikosa mwelekeo, nikawa hata sijui nafanya nini. Nikiwa kwenye dimbwi kubwa la mawazo,
kuna sehemu nilipita nikawa nimekaa kupumzika. Hiyo sehemu ndio ambayo wewe ulikuja ukakaa karibu yangu, na ndio siku ambayo wewe ulisahau vitu vyako na mimi nikaviokota. Na baada ya muda simu ilikuwa ikiita kutoka kwenye ile pochi ambayo ulikuwa umeiacha. Mimi nilipokea. Bahati mbaya nikashindwa kuelewana na mtu ambaye alikuwa anaongea. Ile simu iko ikakata chaji, ikazima. Kuna sehemu moja, kuna duka hapo juu. Mimi niliomba pale wanisaidie kuiboost, kana kwamba ule mtu anaweza kapiga tena nikawasiliana naye ili niweze kuvirudisha vitu vya mtu ambaye amevipoteza. Hata huyu dada ambaye anasema mimi nilikuwa namfuatilia, labda anafikiri nilikuwa nataka kumwibia ama kumkaba. Dada, sikukufuata kwa nia hiyo. Sikukufuata ili kukukaba. Mimi nilikuwa nakufuata baada ya kuwa nimepewa maelekezo pale dukani kwamba wewe una uhusiano na mtu ambaye amepoteza hivi vitu, ambaye ndio huyu dada yako. Mimi nilikufuata ili nikukabidhi vile vitu viweze kufika kwa mhusika. Hapo unaponiona dada yangu, sina pa kukaa, sina sehemu yoyote ambayo naweza nikajihifadhi. Hata mawasiliano yangu nimeibiwa, sina mawasiliano na mahali ambako nimetoka. Pole sana. Mimi naomba nikuombe samahani. Nisamee mimi, kwa sababu mimi nilifanya hivyo kwa ajili ya kumlinda mdogo wangu. Sikuwa najua. Naomba msamee sana. Umepata matatizo kwa sababu yangu. Naomba utusamee sana. Ila kwa sasa hivi utakiwa kulia sana. Naomba nikupeleke ukapumzike, na utakuwa hapa mpaka utakapokuwa sawa na utakapopata pa kwenda. Sawa? Tuende nikupeleke ukapumzike.